Na kinaendelea katika sehemu ya tatu hapa kwa tumeishia kwa huyu jamaa aliamua kuchora hela sasa. Zile hela zikaanza kutokea kweli na hao wenyewe hawakuamini kwa sababu hela zilikuwa nyingi sana mpaka zikaanza kuwasukuma wao wenyewe. Sasa akatoka nje wakiwa wametajirika. Huyo mzee alikuwa anadai hapa karibia mji mzima. Sasa akaja akalipa deni la mji mzima. Baada hapo akatangaza, "Jamani, madeni yenu yote yamelipiwa na sisi ndio matajiri wapya huu mji na tumenunua mji kabisa. Huyu mzee ambaye alikuwa anamiliki huu mji tumeshamtoa." Baada hapo jamaa akapanda magari ya kifahari kabisa. Wakawa wanaaga, wanamwaga yule mzee na kuondoka. Yule mzee alibaki na bumbuazi. Sasa tunakutana huyu jamaa anaitwa Hang'ii. Huyu jamaa alikuwa ni tajiri mkubwa katika hii nchi. Sasa huyu jamaa leo alikuwa na mpango wa kununua mji mmoja hapa. Sasa anaambia hivi, subiria kwanza. Kuna matajiri wenzako, matajiri wakubwa kuliko. Jamaa akasitisha manunuzi, baada hapo akaja kununua hao sasa. Sasa jamaa akakaa pembeni akasema wauzieni kwanza hao. Afu dau atakayotoa hao si tutatoa mara mbili. Jamaa akatoa hela pale, hela zilikuwa nyingi kinoma. Wakahesabu mpaka unaambiwa mashine za kuhesabu hela ziliharibika. Ikatoa na moshi kabisa kwa sababu hela zilikuwa nyingi sana. Sasa jamaa alikuwa na mchumba wake, ambapo mchumba wake alikuwa na matatizo ya macho, alikuwa haoni kabisa, alikuwa ni kipofu. Sasa akamleta hapa, kumbe jamaa aliandaa sherehe ya kwa ajili ya kumchumbia huyu mchumba wake ili aje kuwa mkewe. Sasa mchumba akaona hapa itakuwa kama dhihaka, haiwezekani mtu anahangaika afu anakuja kumuoa mtu kama mimi kipofu. Baada hapo demu akakimbia. Akamchukua demu wake akajaribu kumchorea macho ili mradi waangalie, je, wakichora macho atakubali? Bwana wakamwekea demu mara ghafla macho akatokea kwa huyu jamaa kwenye bega. Jamani macho. Toa. Sasa hapa wakafikiria namna gani watafanya. Jamaa akaamua amchore sasa. Akamchora yule demu kama jinsi alivyo. Kamchora kama jinsi alivyo, demu akapotea ghafla. Pop. Wakabaki kushangaa. He, inakuwaje hapa? Demu amepotea. Wanaangalia ile picha inacheza bwana. Inacheza mara demu akatokea mbele. Alipotokea demu mbele anafungua macho hivi anaona. Sasa naam, tunaendelea pale pale tulipoishia ndipo tunapoanza. Naam, baada majamaa kuchora picha na binti kupotea kuyayuka na kutokea kwenye ile picha. Na kweli bwana, binti akawa anaona kweli. Jamaa mpaka aamini yani kilichotokea pale. Binti kweli anaona. Sasa tunakuja upande wa pili, kuna ajali imetokea ama kuna jambo la dharura limetokea huko katika kampuni moja hivi, ambayo hii kampuni ilikuwa inajihusisha na masuala ya utengenezaji wa nguo. Kwenye hii kampuni bwana, jambo la kustaajabisha, kuna binti alipoteza macho kwa yani jambo la ajabu yani ghafla tukapoteza macho. Sasa hapo anazungumzia pale mwandishi wa habari. Hai jamani, kama mnavyoona hapa kuna binti amepoteza macho ghafla tu, alikuwa anafanya kazi zake mara ghafla macho yameyayuka. Yayo, hebu tumsikilize ushuhuda. Yani tulikuwa tupo wote pale. Yeye alikuwa anapanga nguo. Mara ghafla nashangaa tu, macho yake yameyayuka. Kwa hiyo yameyayuka hivyo kweli? Kweli yani wewe huwezi kuamini kilichotokea. Sasa yani ni ghafla tu. Sasa na taarifa habari sehemu nyingine kuna jamaa mmoja mzee huyu ambaye nyumba yake ilipotea ghafla tu kimeujiza. Na ghafla ile nyumba yake ikarudi. Sasa mzee akawa anaelezea, "Mimi nilikuwa nimelala. Sasa nimelala nikaamka natoka nje wakati namwagizia maua nashangaa nyumba yangu haipo." "Haipo kweli?" "Ndio haipo." "Oh, inawezekanaje nyumba yayuke?" "Uongo bwana. Kweli kuna sehemu nasikia kuna sehemu ilitokea hii nyumba yangu yani iliyayuka hapa ikaenda sehemu nyingine ikatokea." Ni jambo linalowezekana kabisa. Sasa huku unaambiwa mapolisi walikaa naangalia ile taarifa habari, wanabaki kushangaa kabisa. Hii kwa namna gani inaweza kutokea? Sasa kuna huyu jamaa hapa alikuja kutoa taarifa polisi kuna jambo limemkuta huyo jamaa. Unaona hiyo taarifa habari ilivyotokea? Na mimi imenitokea hivyo hivyo. Ndio namuuliza, wewe kimekutokea nini? Ndio jamaa sasa anaanza kujielezea. Mimi bwana nilikuwa na mke wangu. Tulikuwa tupo kwenye gari. Wakati tupo kwenye gari tunaendelea na mambo yetu hapa na pale. Na ghafla gari ikayayuka. Sasa anaelezea jamaa kwa yeye alikuwa na huyu mchumba wake kwenye gari ambavyo jamaa alikuwa namna gani vipi wanaenjoy kabisa kwenye gari huko anasikiliza muziki. Jamaa akakata para sasa gini ikayayuka. Wakazele kama baya jamaa alitoa macho kama chizi. Kweli kilichonikuta yani gari iliyayuka tu wakati tunaendesha tupo kwenye lami. Gari iliyayuka na huwezi kuamini katika jambo lililotokea. Yani mimi mwenyewe hadi sasa hivi siamini yani ilitokeaje. Uongo bwana. Hadi mapolisi wenyewe wakamkataa jamaa. Pale hebu niwaoneshe. Jamaa sasa akainua suruali hivi. Akaonesha. Mnaona sasa? Yani huku kote huku shuhudi imeguka huku. Hivyo sheri kuseleleka. Yani kama panga vile imepita. Ni kweli jambo la kweli. Mapolisi kuona hivyo akabaki kushangaa. Sasa hii inawezekanaje? Mimi mwenyewe sielewi. Mara ghafla tu iliyayuka. Mapolisi waliona hivyo. Bado tu na maswali mengi ya kujiuliza.
inawezekanaje hivyo? Ndio, imeweza kutokea. Labda kama ulikatwa na mwezi huko, sawa basi hilo jambo lako sisi tutalifanyia utafiti na tunakuahidi kwa jambo lako litashughulikiwa. Jamaa akaondoka huko anatembea huko anashika makalia. Sasa mapolisi wakawa wamechoka. Lile ni jambo gani wanaweza kulifanya na jambo gani linaloendelea. Sasa hapa tunapata picha kamili kwa katika vile vitu vyote ambavyo wale majamaa wakivichora kule, vitu huwa vinaruka vinatoka sehemu moja kwa mmiliki mmoja vinaenda kwao. Sasa akaja mapolisi wakasema hivi, hebu tuna rekodi za kamera hapa kutoka benki ambapo kuna jambo la ajabu limetokea. Wakaonyesha rekodi ya kamera chumba cha kuhifadhia hela. Baada ya maburungutu ya hela kaanza kupotea. Wao wenyewe hawakuamini. Kivipi? Hebu rudisha nyuma hiyo video labda nimeona vibaya. Wakabaki kushangaa. Hii inawezekanaje? Au CCTV kamera ni mbovu? Au kuna mtu amezichezea? Hii ni kweli kabisa yani. Hii imerekodiwa, vitu vimearuka na kuna mlinzi alikuwepo maeneo hayo, ameona kabisa hili tukio. Yaani kivipi? Yaani hadi CCTV kamera zimenasa tukio hili. Basi jamaa akaja askari mwingine. Akaja kutoa taarifa kwa kuna binti mmoja huko ambaye yeye mara ghafla tu bilivu alikuwa kwenye parashuti na ile parashuti yake ikaanguka, yani akaanguka chini. Wanashangaa tu parashuti hayupo kwenye parashuti. Wakabaki kushangaa hii inawezekanaje? Sasa huko tunakutana majamaa zako wapo kwenye parashuti namna hii, washamba parashuti, wamechora parashuti. Jamaa yuko na demu yake ambaye ni kipofu na huyu jamaa na yeye yuko na demu yake. Sasa hapa tunapata majibu kamili kwa kila utakachokiomba ama utakachokichora katika hii picha inapokonywa kutoka kwa mtu mwingine ndio kinakuja kwako. Tuangalie nafasi inayofuata.